Kwa maana nyingine, hauwezi kuingia mahali popote ama kutoka mahali popote pasipo kupitia mlango. Watu wote tulipokuwa tunaingia hapa, naamini tumepita pale, si ndio? Amen. Tumepita pale. Amen. Kama hujapita pale, umepita pale. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Hakuna aliyepitia hapa au aliyepita pale juu ya ukuta. Kwa nini? Kwa sababu hapa hakuna mlango. Kwa hiyo tukiona mtu anapita hapa, tutamwona kama amechanganyikiwa ama labda si mgonjwa au kichaa, yani hatutamuelewa kiujumla. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunategemea watu wote ambao wameingia mahali hapa walipita pale kwenye mlango. Bwana asifiwe. Na tukisema ibada imeisha twende nyumbani, utabeba pochi yako, utapita pale pale kurudi nyumbani. Amen. Lango ni sehemu ambapo mtu unaingia mahali ama unatoka mahali fulani. Hauwezi kuingia mahali popote ambapo wewe unafikiri pasipo lango. Bwana asifiwe. Amen. 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 Hauwezi ukaingia popote ambapo unahisi au unatamani kuingia pasipo kupitia mlango. Nyumbani kwako kuna milango? Hakuna? Ipo. Bwana asifiwe. Amen. Na tena ya kutosha. Hakuna mlango mmoja, kuna milango mingi. Ukimwona mtu anapita dirishani au anaruka ukuta, utamuelewa? Sitamuelewa. Utajua yeye ni kibaka, si ndio? Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Biblia inasema asiyepita mlangoni huyo ni mwizi, si ndio? Amen. Huyo ni mwizi na mnyang'anyi. Mchungaji anapita mlangoni. Amen. Na bawabu humfungulia. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Biblia inasema hivi, yeye asiyeingia mlangoni ni mnyang'anyi katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwizi na nini? Na mnyang'anyi. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana ukimuona mtu nyumbani kwako analuka ukuta, hapiti getini, lazima utakuwa na mashaka naye. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema asiyepita mlangoni huyo ni mwizi na mnyang'anyi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo, kila mwizi ambaye alikwea penginepo kuingia kwenye maisha yako atakuachia. Amen. Ataondoka kwa jina la Yesu. Amen. Ataondoka kwa jina la Yesu. Amen. Ataondoka kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asiyepita mlangoni huyo ni mwizi na mnyang'anyi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. 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 Nisikilize, tunapozungumza lango hatumaanishi tu physical space kama tunavyozungumzia hii hapa. Amen. Mtu pia anaweza kuwa lango. Bwana asifiwe. Amen. 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 Sehemu fulani inaweza kuwa lango. Amen. Mahali fulani panaweza kuwa lango. Amen. Kitu chochote ambacho kinakusaidia kuingia mahali fulani, huo ni mlango. Kama let's say unatafuta kazi. Sema kazi. Kazi. Unatafuta kazi. Umetafuta kazi, we umechoka, upati, miaka inaenda, upati kazi. Akapatikana mtu akakushika mkono akakusaidia kupata kazi sehemu fulani, huyo mtu amefanyika lango kwako. Amen. Kupata kazi. Amen. Bwana sio. Amen. Kwa maana nyingine, lango sio mlango tu, sio geti kama unavyofikiria. Jirani yako anaweza kuwa ni mlango wa wewe kuingia mahali fulani. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mtu fulani anaweza kuwa lango la wewe kuingia mahali fulani ambapo natamani kuingia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo Mungu atakufanyia mlango. Amen. Katika lolote ambalo unatamani kulipata kwenye maisha yako. Amen. Mungu akakufanyia mlango wa kuingia kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akakufanyia mlango wa kuingia kwa jina la Yesu. Unatamani kuingia kwenye biashara. Mungu akakufanyia mlango wa kuingia kwenye biashara. Unatamani kupata kazi. Mungu akakufanyia mlango wa kupata kazi. Sema Bwana Yesu, asubuhi ya leo unifanyie mlango. Unifanyie mlango. Unifanyie mlango kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, naomba unifanyie mlango kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana Yesu akufanyie mlango.